Kwa mara ya kwanza kwa kweli nilikuwa natetemeka sana ya kusema kwamba nyoka ana miguu. Ni kitu ambacho sio cha kweli. Yaani kwa ujumla kuhusiana na maisha ya nyoka ni kitu ambacho napenda sana. Si kazi yetu kama Kaole Zoo ni kuelimisha, kutoa elimu kuhusiana na viumbe hivyo kama nyoka. Hapa Kaole Zoo wanafuga nyoka jamaa na viumbe wengine, lakini sana pamoja na kufuga nyoka na watu kuja kujionea, wao pia wamekuwa ni wataalamu wakubwa sana wa kutoa elimu ya nyoka. Si kazi yetu kama Kaole Zoo ni kuelimisha, kutoa elimu kuhusiana na viumbe hivyo kama nyoka. Tupe historia yako kidogo ya maisha ya nyoka tangu umeanza kufikiria kujihusisha na mambo ya nyoka. Kweli safari yangu haikuwa rahisi. Swali lilikuwa ni gumu sana. Kama tunavyojua sisi binadamu tunapokuwa tunalelewa kuanzia wadogo, tulikuwa tunaambiwa kwamba nyoka ni mmoja wa viumbe hatari sana. Kwa hiyo kile kitu mtu unakuwa nacho, mwisho wa siku unapokuwa sasa unatamani ufanye kitu fulani. Kwa sababu mimi nilikuwa natamani sana siku moja niwe na uwezo wa kushika nyoka kama hivi. Ni ndoto yangu ilikuwa kubwa sana kuwa karibu na viumbe hai kama hawa, lakini sio tu kwa kuwa karibu nao. Sasa hivi na uwezo wa kutoa elimu kuhusu hao nyoka kutoka kwenye baadhi ya watu, vitu ambavyo walikuwa wanaviamini before na sasa hivi. Kwa hiyo kuna utofauti mkubwa sana. Ule jamii ya nyoka ambaye hana sumu. Ni tofauti wa huku nyuma. Tofauti na ambao tumeona Cobra na wengine. Sasa huyu ni hapa kama matu usishikilie wewe. Natamani kujua ilikuwaje kwa familia yako baada ya kuona wewe unatamani kuwa unachezea nyoka. Kwanza ni jambo ambalo liliwashtua sana. Siku ya kwanza wanakuja wanaona picha, nilishika nyoka, alikuwa tu ni mdogo. Ni aina fulani ya nyoka tunaita Luva's Beaked Snake, maarufu zaidi kama msanga. Nilishika nikawatumia picha. Walishangaa sana, walisema wewe umepata wapi ujasiri wa kucheza na viumbe hawa au kushika viumbe hawa. Kwa hiyo kwao haikuwa rahisi, na alikuwa wanasihi sana kuwa makini na hao viumbe kwa sababu ni viumbe hatarishi na wanaua. Mara ya kwanza Flavi kumshika nyoka, mara ya kwanza kabisa ilikuwaje? Kwa mara ya kwanza kwa kweli ile ilikuwa ni zaidi ya experience, kwa sababu nilikuwa natetemeka sana. Licha ya kuaminishwa kwamba yule nyoka anayemshika hana madhara, lakini ikawa bado siwezi kuamini. Nikawa naendelea kuwafuatilia zaidi kuhusu nyoka, kuwasoma. Kwa hiyo kadri ninavyozidi kuwasoma ndipo nilipokuwa najijengea confidence ya kuweza kuwajua nyoka na tabia zao. That's why naweza kujua kwamba nyoka fulani nifanye nini ili niweze kumwendo, nyoka gani ili niweze kumuepuka naye. From the heart of Tanzania comes purity you can see, smell, and feel. KP Organic Extra Virgin Coconut Oil. 100% organic, cold-pressed, unrefined, and unbleached. Made from fresh, high-quality coconuts. Nothing added, nothing taken away. Perfect for cooking, glowing skin, and strong, healthy hair. Choose natural. Choose pure. Choose KP Organic Extra Virgin Coconut Oil. Unapozungumzia chatu, chatu ni miongoni mwa nyoka wakubwa wanaopatikana duniani na Afrika. Kwa kwamba unapozungumzia nyoka mkubwa kulinganisha ile saizi ya mwili, ni chatu ambaye anakuwa sana. Ni nyoka mkubwa. Kwa hiyo unapozungumzia chatu, kwanza ni jamii za nyoka ambao hawana sumu. Tunasema chatu ni miongoni mwa nyoka mkubwa na anakuwa na misuli yenye nguvu sana. Kwa hiyo mara nyingi yeye hutumia meno. Kwanza anatumia meno kuweza kushika kile mawindo, then anakuja anayavilingisha na mwili wake kuyabana. Maana kwamba anavyoyabana, hatua ya kwanza kwa lile windo, kwanza atabana zile muscles kwa lile windo, na damu zitashindwa kutembea. Kuna kwamba damu zitashindwa kutembea,
zitakuwa zifiki kwenye ubongo, lakini pia hata mapigo ya moyo end of the day atakuja atastop, kwa sababu anakusuffocate, anakunyima pumzi. Mwisho wa siku atalizoofisha lile windo na kuweza kulimeza. Chakula cha chatu hasa ni nini? Kwa kawaida tunasema nyoka wao ni damu baridi, kwa maana kwamba damu baridi ni lazima wapate chakula ambacho tunasema kinakuwa ni warm blooded, damu joto. Na mara nyingi sana asilimia kubwa ya nyoka wanapenda kula viumbe ambavyo viko hai. Sasa tukizungumzia wale chatu wakubwa ambao wanapatikana kwenye natural environment, kwenye mazingira yao ya asilia, wana uwezo, wanaweza kukua katika uwezo kukamata jamii ya swala wale wadogo, wale nguruwe pori au ngili kwa lugha rahisi. Yes, wanaweza kuwakamata na kuweza kupata chakula. Lakini sisi kwenye mazingira yetu ya uhifadhi, mara nyingi unabidi umpe chakula ambacho kinapatikana kwa wakati huo, kwa sababu hizo kwa mwacha kaenda kawinda mwenyewe. Huwa tunamletea mbuzi, maana kwamba kulingana na saizi za nyoka, kwa sababu tuna chatu saizi tofauti tofauti. Tuna kama huyu ni saizi ya kati, nasema ni mdogo, lakini pia tuna yule chatu ambaye ni mkubwa. Kama huyu mdogo anameza mbuzi, yeza ni mdogo, lakini pia unaweza kumwekea sungura kama chakula. Lakini tuna chatu mkubwa ambaye ana uwezo wa kumeza hata mbuzi mkubwa. Kidogo inashangaza kwenye upande ulaji wa chatu. Tunasema chatu akipata windo ambalo limenona, windo ambalo ni kubwa, akila mara moja anaweza akasurvive wiki kadhaa au miezi kadhaa bila kula kitu chochote kile. Our highly valued and beloved customers, welcome to Eden Vista Stays, where comfort meets peace. Experience comfort, peace, and convenience at Eden Vista Stays Ocean Views apartment. Our apartment is located in the calm and refreshing area of Maweni, Kigamboni. This modern and spacious 3-bedroom apartment is designed to give you a true sense of relaxation. Whether you're traveling with family, friends, or business, this space offers a perfect balance of comfort and privacy. Book your stay today and discover the true essence of Kigamboni lifestyle with Eden Vista Stays. Love you all. Welcome. Kwa ujumla, nyoka yeye au chatu nikimzungumzia, wao hawajaumbwa tu basi akimwona binadamu amshambulie. Atashambulia kwa sababu kadhaa. Tunasema chatu kwanza anaweza kashambulia, nikizungumzia kwa binadamu ni aina moja tu ya ushambuliaji. Anashambulia kwa ajili ya kujilinda, kwa sababu kwa jamii ya nyoka au chatu anaamini kwamba binadamu kwake ni predator au ni kiumbe mkubwa ambaye ana uwezo wa kumuinda, lakini anaweza akamshambulia kwa ile lengo ya kujihami. Lakini pia anakuwa na meno, ana meno kama msumeno, ana meno mengi sana ndani ya mdomo wake ambayo yamekaa kama msumeno, yameangalia kwa ndani. Yale meno mara nyingi huwa yanamsaidia kushika lile windo wakati anamkamata, na yale meno alivyolala kwa ndani humsaidia yeye windo kutoroka kwenye mdomo wake. Kwa hiyo in case katokea amekushambulia au amemshambulia binadamu, lazima uchukue zile hatua za tahadhari. Maana kwamba mara nyingi watu tunashauri in case katokea umeshambuliwa na kiumbe kama nyoka, sawa, kwa kawaida mazingira ya nyumbani kuna nadharia nyingi sana kama mtu atakuaminisha hivi na hivi, lakini suluhisho kubwa ni kwenda kituo cha afya ambacho kiko karibu na wewe kwa kuweza kupewa matibabu zaidi. Lakini kuwatoa hofu kwamba chatu ana sumu. Kama umeona nyoka kama huyu ni chatu amekushambulia, kwanza unatakiwa utulie, unatakiwa stay calm, kwa sababu ni nyoka ambaye hana sumu. Ukianza kupanic utajitengenezea pressure, mwisho wa siku itakupelekea matatizo, weza ukazimia au hata ukafa kwa pressure, sio nyoka amekuua. Kwa hiyo huyu yeye hana sumu. Cha kufanya ukienda hospitali utatibiwa, kwa sababu ni kiumbe hai. Tunasema kwenye ndani ya mdomo wake anakuwa na bakteria, ambao bakteria wanaweza wakasababisha jeraha likawa kubwa zaidi au likakuletea madhara zaidi. Kwa hiyo lazima upewe treatment kama inato na mnyama mwingine. Moja kati ya mambo makubwa ambayo watu wamekuwa wakizungumza ni namna ambavyo nyoka anaweza kutembea. Na kupitia hilo kuna baadhi ya watu wamekuwa wakisema nyoka ana miguu, nyoka ana nini, vitu kama hivyo. Nyoka anatembeaje? Na je, kinachozungumzwa kama ni miguu, je, ni miguu kweli au ni nini? Ni kweli. Kuna baadhi ya watu wanapotosha ya kusema kwamba nyoka ana miguu.
ni kitu ambacho sio cha kweli. Kwa kawaida nyoka, kwa lugha rahisi tunasema nyoka yeye anatembelea tumbo au anatambaa. Kwa hiyo ukisema kuwa ana miguu, hiyo ni kitu ambacho sio cha kweli. Lakini huenda kwa sababu ukiwa unamwangalia chatu, kuna baadhi ile sehemu ile karibu na sehemu ya haja wanakuwa na tunasema wanakuwa na kitaalamu tunaita ni pelvic spurs au vikucha hivi viwili ambazo ziko side to side kwenye upande ile ya cloaca au ile sehemu yao ya haja. Huenda ile ndio wanazungumzia kama miguu, lakini haihusiani kabisa na kuhusu utembeaji wa nyoka. Yenyewe inahusu nini? Kwa kawaida zile pelvic spurs mara nyingi hupatikana sasa kwa dume. Zile mara nyingi huwa zinachochea ule ushawishi wakati anampanda jike. Okay. Yes. Lakini sio miguu. Sio miguu, tofauti na watu wengi wanavyodhani. Ndugu mwandishi, ukimwangalia saizi ya huyu chatu ukubwa aliokuwa nao, afu ngoja nikuonyeshe hizo pelvic spurs. Okay. Kama unaweza kazoom hapa. Unaona hivyo vikucha vidogo vidogo, kuna side to side, kuna hii hapa na kuna hii hapa. Yeah. Kuna watu wanasema kwamba hiyo pia humsaidia kupanda juu ya mti. Unavyoangalia ndugu mwandishi, ukubwa wa huyu chatu na hivyo vikucha vinastahimili kweli kupanda kwenye mti. Kwa hiyo huo mwili wote utegemee hizo pelvic spurs. Kweli kitu ambacho sio cha kweli. Nyoka hana miguu. Nyoka kwa lugha rahisi ya mtaani anasema anatembelea tumbo. Nyoka yeye anatambaa. Okay. Labda una kipi cha kuambia watazamaji wa Little Town Media sasa hivi kuhusu chatu? Maana nikizungumza sana itawakosesha utamu wa kuweza kufika Kaole Zoo. Nachopenda kuambia wanaonisikiliza au wanaotazama hiyo video waweze kutembelea Kaole Zoo. Kaole Zoo sisi tunapatikana Bagamoyo, ni umbali wa kilomita 5 kutoka Bagamoyo mjini, ambapo ukifika hapo utapata elimu kubwa sana ya nyoka, tofauti hata na hiyo ambayo nimeizungumza hapa. Kuna mambo mengi, sio nyoka huyu tu, kuna nyoka wengi. Utapewa elimu juu ya maisha ya viumbe hawa. Kwa hiyo mimi nataka kusema niwakaribishe sana Kaole Zoo. Kaole Zoo ni sehemu nzuri ya kujifunza masuala hayo ya nyoka na kupunguza vifo visivyokuwa vya lazima ambavyo vinatokana na nyoka.